Pata picha tangia enzi ya mkoloni. Kwa kipindi hicho wakulima wadogo walikuwa watumwa juu ya uchumi wa kikoloni pamoja na ardhi yao kuweza kupokwa tena kwa mabavu na wao binafsi kulazimishwa kufanya kilimo cha biashara kwa ajili ya soko la Ulaya. Na maisha ya wakulima baada ya uhuru kuanzia miaka 1900 na mpaka 2000 kama taifa lilianza kufuata sera za kibiashara hizo chini ya programu ya Benki Kuu ya Dunia pamoja na IMF, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa unyonyaji kwa wakulima wadogo duniani kote, tena kwa kushindana na wafanyabiashara kubwa wanaofaidika na uwepo wa kifedha. Kutoka miaka 2000 hadi 2010 ilipitishwa sera ya uwekezaji wa kimataifa. Sera hii yenye kuwanufaisha moja kwa moja makampuni makubwa hasa wanaofanya kilimo cha kibiashara pamoja na uchimbaji wa madini, ikiwa ardhi za wakulima ziliweza kupokwa tena pasipo kuwepo kwa fidia yoyote, na wakulima hao kuweza kulazimika kuwa vibarua ndani ya mashamba hayo makubwa. Kwa nukta hiyo, kila ifikapo tarehe 17 Aprili, wakulima wadogo duniani kote huadhimisha siku ya mapambano ya wakulima wadogo, tena kwa maana ya kupigania haki zao. Kwa muktadha huu nimeweza kuzungumza na mkulima mmoja kutoka jijini Dodoma, Tanzania, ambaye anafahamika kama Ozneri Binego, ambaye pia ni mwanachama mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania, yani MVIWATA, na nimeanza kukumuuliza siku hii ya mapambano kwa wakulima wadogo duniani kote ina tafsiri gani kwao? Siku muhimu sana kama wakulima wadogo. Sisi ni siku ambayo inatupa moyo na nguvu kubwa kuonyesha kwamba bado tuna mapambano makubwa, lakini tunapambana na mifumo ya aina mbalimbali, hususan mfumo wa sheria nao bado unatukandamiza sana, na mfumo wa kumiliki mbegu na sheria ambazo zinasababisha mkulima mdogo kukosa kumiliki ardhi kama yeye, zinasababisha mkulima mdogo kuonekana bado ana changamoto nyingi. Kuna baadhi ya sheria zinakuwa ngumu kwa mmiliki wa ardhi, na jinsi mpaka kuja kupimiwa ardhi unapita changamoto nyingi sana. Sangine hata gharama zile zinakuwa sio rafiki kwa mkulima mdogo. Kipato anachokipata na kile kiwango anachoambiwa kwenda kuhakikiwa ili apimiwe shamba hakiendani na maisha yake, na sehemu anazopatikana nazo ni changamoto. Lazima uende wilayani na utazunguka kwa muda mrefu sana. Hii nao uzungushaji nao unaleta changamoto. Lakini changamoto nyingine ambayo inasababisha mkulima upambane ni masuala ya mbegu. Kuna baadhi ya sheria haziruhusu mkulima mdogo kubadilishana na mkulima mwenzake. Hii sheria inamsababisha anakuwa hana uhuru na kile anachokimiliki. Kuna watu wanamiliki kampuni hizo ndio wanamiliki mkulima mdogo. Changamoto hii sasa inamsababisha mkulima kila wakati aende dukani. Lakini changamoto nyingine wakulima ambao tunapambana nayo ni masuala ya viuatilifu. Wamiliki wanaomiliki ni wa viwandani wanaozalisha masumu viwandani. Hawa ndio wanasambaza, ndio wenye mamlaka makubwa ya kusambaza kwenye nchi hii. Ndio wanaamanisha kwamba mbolea zao wakulima wadogo wanaweza wakapata mazao mengi ya kutosha bila kufundisha madhara wala bila kuwafundisha matumizi ya mbolea yenyewe. Hii nayo bado wakulima tunapambana sana. Ni machache kutoka kwa Ozneri Binego, ambaye pia ni mkulima mdogo kutoka jijini Dodoma. Niambie kwa upande wako, nini kifanyike ili mkulima mdogo kutoka Tanzania anufaike kiuchumi?